Kwa mama ulinipa homework. Unajizima data, si ndio Nilikuuliza mimi na mke wako wewe. Nani humu ndani atabaki na nani ataondoka? Mama umeanza tena. Yaani leo mimi nimeamka mama, tumeshinda vizuri, tumekunywa chai wote, tumeongea, tumecheka. Nikategemea kwamba mambo yote yako vizuri. Naondoka zangu kupiga misele sasa kwa washikaji zangu. Mama umeanza tena mambo yako mama. Unaniuzi ndio maana. Utaki kunielewa? Mama yani wewe kila siku ishi vituko. Mama mimi leo bwana sitaki vurugo ujue mama. Mama nimetulia, kazi zinivuruge. Nikitulia tena nyumbani mama mnivuruge. Sasa mama mimi nitakuaje mama? Si mtaniua sasa. Wewe mimi nimekuzaa mimi mwenyewe, nimekulea miezi 9 tumboni. Na babako alinitelekeza. Unakunya ovyo katika mikono yangu na nguo zangu wewe. Itaeleweka. Humu ndani nani atabakia na nani ataondoka? Sitokubali hata siku moja. Pumbavu mkubwa wewe. Segoltam, nyumba yako ni sayari yako, mama yako ni Mungu wako wa pili, na mke wako ni furaha yako. Nashindwa kuelewa kwa jinsi unavyojaribu kunieleza, nashindwa kuelewa kabisa. Sio kawaida yako siku zote jinsi ulivyo. Hebu jaribu kunidadavulia kwa uchache, kwa udogo. Nini tatizo hasa? Hauko sawa. Sijakuzuia hivyo Segoltam. Unajua Kimbegu rafiki yangu, nyumbani kwangu yani hakuna amani na upendo kabisa. Yaani nyumbani kwangu kumekuwa kama kuna vita. Yaani nyumbani yani hakuna amani na upendo hakuna. Yaani uwezi amini yani mama yangu na mkamwanawe Merisa hawaelewani. Yaani wamekuwa kama paka na chui. Yaani kuna wakati mimi sitamani kurudi nyumbani kwangu. Yaani ni fujo. Yaani mamangu kivuruge kweli. Kuna kitu utakuwa haujakijua. Kitu gani? Merisa rafiki yangu, una shida gani? Mbona unalia? Hem, kunywa maji kwanza. Abe, njoo chukua glasi. Una shida gani rafiki yangu? Rafiki yangu sana. Hata siri nianzie wapi. Shida kubwa ni mamangu mkwe. Yaani ni mtu ambaye nadhani anataka mimi na mwanangu tuachane. Kwa amekuwa ni mtu ambaye yani visa vingi, ana vituko. Yaani mambo ambayo anayofanya hapaswi kuyafanya. Mimi najua mama mkwe ni mtu ambaye atakaa atasuluhisha ugomvi. Mwani labda amenikosea, atakaa chini atatuelekeza. Mimi nimekosea atatuelekeza, lakini kwake sio hivyo. Yeye ndo sosi kubwa ya mimi na mwanangu tuachane. Ninadhani ndo kitu ambacho anachokitaka. Yaani ananifanyia vituko mle ndani. Yaani mpaka sina amani hata ya ndoa. Nafikiria, nawaza mpaka sielewi, ndio maana niko hapa. Yaani ni mtu, yaani mpaka na vurugu mwezo hata sielewi sana. Inawezekana mke wako anaweza akawa alimkwaza mama yako na ndio maana yote yanatokea. Mbegu, mimi mama yangu namjua vizuri sana. Yaani mama yangu ni mkorofi sijapata kuona.
na wala sina hakika labda kama mke wangu itakuwa kamkosea kitu mama yangu, hapana. Ila ninachokijua mimi, mama ni mkorofi. Wewe unamjua shemeji yako, hana shida kabisa, mtoto watu ni mpole kabisa, ila mama yangu ni kivuruge. Basi kuna kitu, nahisi kuna kitu. Wengi walisema maji yaliyopoa ndio yanayoua na yanayokula mtu. Unamaanisha nini? Yaani unamaanisha kwamba labda itakuwa mke wangu ni mkorofi? Jaribu kuongea vizuri na mama yako, pia jaribu kuongea vizuri na mke wako. Mimi naamini kuna tatizo litakuwepo. Mke wako anaweza akawa amemkwaza mama sehemu, na pengine mama anashindwa kuweka wazi, hata mke wako anashindwa kuweka wazi. Hebu jaribu kuliangalia hili. Inawezekana kuna ahadi ambayo uliwahi kumwahidi mama yako na ukashindwa kuitekeleza. Mbegu, hakuna ahadi yote ambayo mimi pengine nimempa mama yangu afu nikashindwa kuitekeleza kwa wakati. Ahadi zote ambazo nimempa mama nimehakikisha zimetimia 100%. Lakini tu sijui kwa nini, yaani mama yangu hayuko kama mama wengine. Yaani ni mkorofi, na sio kwa mke wake tu, mpaka kwangu mimi. Kuna wakati ananizungumzia maneno mabaya, maneno machungu. Yaani mama amekuwa ndio chachu ya kuweza kusababisha ni ndoa yetu iweze kusambaratika. Mimi nimekuja hapa labda rafiki yangu Kimbegu, labda uweze kunishauri nifanye nini. Hivi kwa mfano wewe ukapewa mtihani kati ya mama yako na mke wako, mmoja aondoke, mmoja abaki ndani, wewe ungemchagua nani? Segaltam, wakati mwingine utakiwa kuwa na kichwa kikubwa sana ndio uwe na upeo mkubwa kufikiri. Unaweza kuwa na kichwa kama hii ngumi na kuwa na uwezo mkubwa sana wa kufikiri. Unapomzungumzia mama unamzungumzia mzazi aliyekuweka tumboni miezi 9 na alivumilia wakati amekuweka tumboni hakuweza kukutoa. Sijakataa. Kingine tena, mama anapokuwa anamlea mtoto tangu anamzaa mpaka anakuwa, hauwezi kujua amepitia mambo mangapi. Na inaweza ikawa huu pengine ni mtihani ambao anakupa wewe, ajue na wewe una upendo gani kwake. Inaweza ikawa ni hivyo na wewe usijue. So sometime unatakiwa kufikiri sana kabla hujachukua maamuzi au kumuona mama ni mbaya. Kimbegu, kwa sababu hakuna mama mbaya kwa mtoto wake. Okay, mimi nimekuelewa. Cha pili, mke wako ndo chaguo sahihi la moyo wako, na ndio furaha ya moyo wako ndani ya nyumba yako, na ndiye mtu uliyemchagua kwa ajili ya kuanzisha kizazi chako, kama ilivyo mama yako alivyochaguliwa na baba yako na wakaanzisha kizazi chao, na wewe ukazaliwa ukawa mtoto, na sasa wao wanajivunia kukupata wewe. Kwa hiyo ulitaka mimi nifanyeje? Ushauri wangu unaweza kawa ni mrahisi sana na ukawa ni mgumu katika kuutekeleza. Mama atakuwa atoke pale nyumbani. Atakuwa muondoe mama aondoke aende nyumbani kwake, akaendelee kulima matango maji, akaendelee kufanya shughuli zake zingine ambazo alikuwa anaendelea kipindi cha nyuma wakati wako na baba yako. Na sio tu muondoe mama kwa ugomvi. Mama anatakuwa aondoke kwa uzuri, na wakati unamuondoa mama kwa uzuri, basi wewe kama kijana wake, matumizi na kila hitaji la mama yako atakao ulihitaji watakuwa uwajibike nalo, kwa sababu ndio wajibu wako, na yeye ndiye anakutegemea kwenye kila kitu. Na ukishafanya hivyo, mke wako atakuwa na amani na kile ambacho unakitaka ukitarajia ukipata kulingana na maisha au mazingira ambayo wewe unahitaji kwa mke wako, kwa sababu ndio furaha yako, ndio faraja yako, na ndio ubavu wako. Mke wako atakuwa kuwa na uhuru ili aweze kumea na yeye aweze kukuletea mtoto. Kwa hiyo basi, ushauri wangu, mfukuze mama nyumbani. Rafiki yangu Maisa, unajua nini? Ndoa ndo field pekee yenye vitendo visivyo sadiki na nadharia za kungu. Kwa hiyo haina haja kulia kila mara, inahitaji uvumilivu. Ndoa ni moja ya uvumilivu. Vumilia kwenye ndoa yako mpenzi, sawa? Ingali unajua mama wako mkwe ni mtu aina gani, usiwe unalialia hivyo, mzoee. Ndo mama wako mkwe huyo. Sawa, lakini Samia, uje kuingia kwenye ndoa, haya mambo yote umeyajuaje? Rafiki yangu, sijawahi kuingia kwenye ndoa ndio, lakini hayo changamoto hizo unazopitia hizo mimi naziona kwa watu. Sio wewe peke yako unapitia hizo changamoto, ni watu wengi sana kwenye ndoa wanapitia hizo changamoto.
La muhimu ni wewe tu kuvumilia kwenye ndoa yako. Sawa? Sawa, lakini mimi niko hapa kwa ajili ya ushauri wako. Ndio maana nipo hapa. Kwa sababu nikikaa nafikiria mingi ya kufanya. Sipate jibu, ndio maana kama bwana nije kwako sana. Unishauri nifanye nini? Maana mimi hata sielewi. Sasa sikia rafiki yangu. Mimi sipendi kukuona unavolia. Ila ushauri wangu mkubwa wa kuzingatia ni kuvumilia kwenye ndoa yako. Si unanielewa? Nataka uvumilie kwenye ndoa yako. Si unaona familia rafiki yako. Sio kama sipendi kuolewa, lakini sijapata hiyo bahati. Hiyo bahati sio kila mtu anayo. Kwa hiyo vumilia tu kwenye ndoa yako Melissa. Mama aende kijijini akaendelee na familia yake na maisha yake mengine, na wewe uendelee na familia yako, lakini hakikisha mama yako haumtupi. Kile ambacho atakuwa anakihitaji, matunzo atakayokuwa anayahitaji, matumizi ya aina yoyote, hakikisha unampatia mama yako. Ila sehemu ya nyumbani kwako sio sehemu sahihi kwake, kwa sababu ameshindwa kuendelea nawe. Friends, take care. Ama kweli leo sasa nimeamini maneno ya wahenga wanasema mama mkwe na mkamwana siku zote huwa wapikwi chungu kimoja. Ushauri wangu, mfukuze mama nyumbani. Mama aende kijijini akaendelee na familia yake na maisha yake mengine, na wewe uendelee na familia yako, lakini hakikisha mama yako haumtupi. Kwa mfano ikatokea ukapewa mtihani. Mtu akakwambia kwenye nyumba yako kati ya mama yako na mke wako. Chagua mmoja baki, mmoja aondoke. Utachagua nani? Unajua jibu hili limekuja tu ghafla tu, si mama. Mama ndio kila kitu. Huyo mke si wa kitandani, huwa kujifunika shuka moja tu. Unagombana saa hiyo na kumpa talaka. Mama yako utampa talaka. Utampa wa? Usiwe pungu. Mama ndio aliyokulea wewe. Mwenzako mimi sijaolewa. Natamani hata na mimi ningeolewa. Lakini sikupata hiyo bahati. Umepata hiyo bahati, usiachilie. Mpende mume wako. Tena bahati nzuri wewe na mume wako mnapendana vizuri. Sasa kwa nini wewe unawaza ya mamamu? Achana nayo. Si unanielewa rafiki yangu? Sawa. Asante Samia. Unajua Samia, wewe ni zaidi ya rafiki kwangu. Ndugu yangu. Mtu wangu wa karibu. Unanishauri, tena unanishauri vizuri. Uje kunishauri vibaya. Nakupenda sana. Napenda pia rafiki yangu. Siku umekula kweli? Mara unaonekana huko ukotoka una huzuni kweli? Sidhani kama umekula. Mimi nipo sawa. Kweli? Kweli nipo sawa. Usiogope, mimi chapo tunaenda kupikia. Hapana, nipo sawa. Usijali, asante. Basi sawa rafiki yangu. Ila unajua mimi sipendi kuona hivyo una huzuni, unalia. Napenda kuona tabasamu kama hiyo. Sio kulialia, mimi sipendi kuona rafiki yangu unakuwa na huzuni, unalia. Sasa